Haleluya. Kristo ni mwisho wa Torati. Fungua Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na 18. Nataka nianzie hapo. Mathayo sura ya 5. Mstari wa 17 na 18. Kwa sababu ukihubiri kuhusu Torati kwamba Torati imefika mwisho wake, swali la kwanza utakaloulizwa ni hili hapa. Na watu wanaolinda Torati, wanaotunza Torati leo, wanafunzi wa Musa watakuuliza. Mathayo 5:17 anasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kuitangua bali kuitimiliza. Sikuja kutangua bali kuitimiliza. Mstari wa 18, kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitaondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Hata yote yatimie. Yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hiyo ukiambia Torati imefika mwisho, watakuuliza mstari. Ukiwa uelewi tafsiri ya neno la Mungu, na unaanza kuwaza, mstari mbona sijai kuuona? Sijai kuuona inakuwaje? Hiyo anasema kwamba sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Napozungumza kuhusu kuitimiliza, kuitimiliza ni neno la Kiyunani plero, P-L-E-R-O-O, P-L-E-R-O-O, ambalo lina maana ya kwamba kukamilisha. Lina maana ya kukamilisha. Kutimiliza maana yake kukamilisha au kufikisha kitu katika ukomo, kufikisha kitu mwisho wake, kukifanya kitu to the maximum, mpaka kusudi lake. Haleluya. Kukifikisha kitu katika kusudi lake, kukifikisha mwisho. Ndio maana ya kuitimiliza. Sikuja kutangua Torati bali kuitimiliza. Bali kuitimiliza maana yake kuifanya ifike mwisho, kuifanya ifike ukomo wake, kuifanya ifike ukomo wake. Kwa sababu tulisema Torati, kama Torati ilikuwa haina uwezo wa mwanadamu kuitimiza, ilikuwa haina uwezo wa mwanadamu kuitimiza. Ni Yesu pekee ndiye ambaye alikuwa anaweza kuitimiza Torati. Kwa hiyo aliitimiza Torati kwa ajili yetu. Hakusema nimekuja ili muitimize Torati. Alisema nimekuja kuitimiliza yeye, kuitimiza Torati yeye, sio wewe, kwa sababu ulikuwa hauna uwezo wa kuitimiza Torati. Ulikuwa huna uwezo wa kuitimiza Torati. Luka 24 mstari wa 44 hadi 47. Watacha Luka. Luka 24 mstari wa 44 hadi 47. Luka 24:44 hadi 47. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja naye, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa. Torati ya Musa iliandika kuhusu Yesu Kristo. Anasema yeye alikuja kutimiza yote yaliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za toba na ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. Kwa hiyo Torati iliandikwa kwa ajili ya Yesu Kristo. Nisema kama Torati iliandikwa kwa ajili ya Yesu Kristo kwa sababu yeye ndiye aliandikiwa na yeye ndiye aliyekuja kuitimiza. Yeye ndiye aliandikiwa na yeye ndiye aliyekuja kuitimiza. Musa aliwapa Torati kama lugha ya picha ya kile ambacho Kristo atakifanya. Aliwapa Torati kama lugha ya picha ya kile ambacho Kristo atakifanya. Maana yake Yesu alikuwa anawaambia, mmeona wale wanyama ambao Musa alikuwa anawaambia mkawachinje, mbuzi wawili ni mimi. Wale mbuzi mliokuwa mnawatoa kafara ni mimi. Sabato aliwaambia mpumzike siku ya saba ya Sabato. Ile Sabato ni mimi. Kwa hiyo vitu vyote ambavyo Torati ilikuwa inabinena
inamhusu Yesu Kristo, ambapo Yesu Kristo amekuja ameonekana, Torati haina kazi tena. Torati haina kazi tena. Huwa kitabu cha Wagalatia sura ya 3 tutaanzia mstari wa kwanza. 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 Tutasoma mstari mingine. Asema yenyi Wagalatia msio na akili. Kuna watu tukiwaambia huko huna akili wanakasirika. Lakini sio matusi kumwambia mtu hana akili. Sio tusi. Ni maana yake hana ufahamu. Hana ufahamu. Lakini mtu mwingine anasema kwa nini useme hana akili? Si basi ungesema hana ufahamu. Ni kitu kimoja. Kumwambia mtu hana akili ni kwa sababu ya namna ambavyo wanaact kwenye neno la Mungu. Enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi? Aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu na kuwa amesulubiwa. Paulo anashangaa, anauliza jamani, nani amewaloga? Kwa sababu kuakti vinginevyo ni mpaka mtu awe amekuloga. Na kuloga hapa anapokuzungumzia kuna logo kwa fundisho. Unalogwa kwa fundisho. Fundisho linaloga. Fundisho ni uchawi. Fundisho potofu ni uchawi kwenye fahamu za watu. Linaloga ufahamu wako. Kama ukimwambia mtu hakuna maji ya upako, na yeye amefundishwa kwamba kuna maji ya upako, kwamba kwenye maji kuna upako, ukimwambia maji hayana upako, hawezi kukuelewa kwa sababu amelogwa. Kwa sababu amelogwa. Ndicho kilichotokea kwa Wagalatia. Paulo anashangaa alikuwa anawafundisha neno la Mungu. Anakuja baadaye anaona wana active vinginevyo, anambia nani amewaloga? Msio na akili. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kwamba Roho Mtakatifu ambaye mmempokea mlipokea kwa aina gani? Kwa kusikia neno au kwa matendo yenu? Au kuna vitu mlivitimiza ili uweze kupokea Roho Mtakatifu? Nasema, je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho mnataka kumaliza sasa katika mwili? Maana yake Torati kama Torati ni matendo ya mwili ambayo hayana uhusiano wowote na rohoni. Torati sio ya rohoni, haihusiani na rohoni, ni ya watu wa mwilini ambao wamekataa kuamini katika roho. Wanapewa vitu vya mwilini. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure, ikiwa ni bure kweli. Kwamba shida zote tulizopitia ndugu zangu, muda wote mliokaa hapa, mafundisho tena masaa yote haya manne hapo imekuwa bure, shida yote hii. Hapo kesho tena naona umebeba picha ya nabii. Sema masaa yote tulikuwa tumekaa ndugu zangu. Imekuaje? Imekuaje? Ni watu ambao wamefundisha muda mrefu. Basi yeye apaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Anauliza utendaji kazi wa Roho Mtakatifu kwenu ni kwa sababu umetimiza mambo fulani au kwa sababu umeamini? Ni kwa sababu ya imani. Kama vile Ibrahimu alivyoamini, Mungu akamhesabia haki. Anasema Ibrahimu aliamini, Mungu akamhesabia haki. Ibrahimu hakufanya kitu chochote. Hakufanya kitu chochote zaidi ya kuamini. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Walio wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Alikuwa anawaambia watu kwamba walikuwa wanafikiri ili uwe mwana wa Ibrahimu inabidi utahiriwe. Lakini anasema Ibrahimu yeye hakutahiriwa ndipo akahesabiwa haki. Ibrahimu aliamini akahesabiwa haki. Kwa hiyo wana wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Wana wa imani ndio wana wa Ibrahimu. Na ndiko kwa vile liliona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Anasema walio wa imani wanabarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Mstari wa 10 muhimu sana. Kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Wale wote wa matendo ya sheria wako chini ya nini? Ya laana. Yeyote anayetaka kutimiza Torati maana yake inamhusu yuko chini ya laana.
pamoja na mwalimu wake anayefundisha Torati. Wote wako chini ya laana. Kwa sababu gani? Kwa sababu amesema imeandikwa, amelaaniwa yeyote asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati afanye. Yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati afanye. Kitabu cha Torati, Torati ilikuwa na sheria 613. Sheria ngapi? 613. Kwa anaposema yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye, ni sheria zote 613 kwa pamoja. Torati ilipokuwa kwamba ukivunja ukatimiza sheria 612 zote ukaenda sawa kabisa, alafu ukajikwaa kwenye sheria moja ile ya 613, manake zote 613 umekosa. Zote 613 umekosa. Anamwambia ukishika tu ukichapa fimbo nafuta. Akaambia nachapwa fimbo 5. Umechapwa hadi ya 4. Ukashika, anamwambia umefuta, tunaanza upya. Ndio Torati ilipokuwa. Yaani ukijikwaa juu ya moja umefuta. Wanaanza upya. Umekosa juu ya zote. Na ndio maana anasema wote walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na uwezo wa kutimiza Torati. Na Torati haikuja ili wazitimize. Na ndio ilikuwa makusudi ya Musa. Makusudi ya Musa sio ili waweze kutimiza Torati, kwa sababu alijua hawawezi kutimiza Torati. Kwa kushindwa kwao kutimiza Torati watamhitaji Mwokozi. Kwamba hapa hatuwezi. Mtu atachapwa fimbo anaona kila anafuta, kila amefuta anasema nisaidie, nafanyaje? Utaniua. Nisaidie, utaniua. Ndio Torati ilipokuwa. Ili wamuone Kristo. Kwamba tunahitaji msaada wa Kristo. Paulo anawaambia watu. Angalia kitabu cha Yakobo sura ya 2. Alafu tutarudi katika hiyo Galatia sura ya 3. Tunaendelea nayo. Kwa Yakobo sura ya 2. Mstari wa 10. Yakobo 2 mstari wa 10. Anasema, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, Torati hiyo, atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Akajikwaa juu ya neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa hiyo ndipo Torati ambapo ilikuwa inafanya kazi. Hauchagui kile ambacho wewe unaona kwamba hiki mimi naweza kutimiza kwa kichua. Sema sisi tutaendelea tu na zaka. Tutaendelea na zaka, lakini wanyama hatutoi. Wanyama si Kristo alikufa. Wanyama Kristo alikufa, lakini sisi tutaendelea na zaka. Umekosa juu ya yote. Sheria zile zilikuwa zinatimizwa kwa pamoja. Package ile ilikuwa lazima itimizwe kwa pamoja. Anasema yeye atakaye timiza sheria yote akajikwaa juu ya neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa hiyo uamui kwamba mimi nahitaji nitimize hiki sihitaji. Natimiza hiki sihitaji. Kwa hiyo anasema umenyoa denge. Umenyoa denge. Nikamwambia, anasema mimi mwinjilisti, mimi nitakukemea. Nikamwambia ndio mwinjilisti, nikemee. Anasema umenyoa denge. Nikamwambia okay. Katika mfululizo wa pale ambapo amesema usinyoe denge, pia amesema usivae nguo ya rangi. Nguo iliyochanganyika rangi. Na ndugu mwinjilisti, nguo yako imechanganyika rangi. Kwa hiyo katika Torati ya Musa wote tuna makosa sawa. Wote tumekosa juu ya yote. Torati ya Musa alisema msipande mazao yaliyochanganyika katika shamba moja. Ukapanda mahindi, wakasema na alizeti na changanya na ufuta humo. Katika Torati ya Musa unatakiwa upigwe mawe mpaka ufe. Kwa hiyo zote zilikuwa zinatimizwa kwa pamoja. Huyo alisema usinyoe denge, alisema usichonge pembe za ndevu zako. Jamaa amezilemba ndevu vizuri, lakini Torati ilikuwa inasema usichonge pembe ya ndevu. Jamaa amechonga. Kwa hiyo naambia huo ndio unafiki wa Torati.
Sijajua nani aliwaambia wachungaji makanisani kwamba deke ndio dhambi kubwa kuliko kuchonga pembe za ndevu. Ni ignorance, ni ujinga, kwa sababu wamekataa maarifa, wameamua kujitia chini ya utumwa wa Torati. Wako chini ya laana. Wako chini ya laana. Wasiodumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati wayafanya. Ukijikwaa juu ya sheria moja umekosa juu ya zote. Mtumishi anakuja analia kanisani, watu wameacha kutoa zaka. Mungu ameniambia kanisa linaharibika. Linaharibika. Mnanipa mzigo mkubwa, mtoi zaka. Mtakuwa wageni wa nani? Nitadaiwa roho zenu. Ambia mtumishi, tunakula kitimoto pamoja. Torati ya Musa ilisema wasile. Ilisema wasile. Kwa hiyo ule ni unafiki. Zile ni hisia zake. Hisia zake, kwa sababu anataka kuwafanya watu walete hela, anatafuta emotions. Anatafuta kuonewa huruma. Anatafuta kuonewa huruma, na wakina mama wanaonea huruma sana watumishi. Mtumishi akianza tu kutia huruma, wanawake wanaanza kulia. Wanakuta wamechukua bilesa, wanafuta tu machozi. Nini hawajatoa zaka? Kila mtu anamwangalia mwenzie anasema huyu ndio atakayesabaisha mtumishi aliye huyu. Ajisemi hata yeye, huyu ndio anasababisha mtumishi aliye. Huyu jamaa anaonekana huwa hatoi zaka. Na mwingine anakumbuka naye. Kuna kipindi alikuwa na wakati mgumu. Watoto wanatakiwa waende shule. Chakula nyumbani hamna. Na mtumishi ndio amepiga simu. Kijana, najua hii ndio tarehe za mishahara. Usimwibie bwana. Unafanyaje? Tarehe za mshahara zimeshafika. Mtumishi anasema usimwibie bwana. Wanajua tarehe za mshahara. Hata kama unapokea katikati ya mwezi, wanajua tarehe yao. Ikifika ile muda, ikipitiliza siku mbili, anakupigia. Sijaona. Vipi bwana? Usije kama umekengeuka. Usimwibie bwana. Kuna laana kubwa sana kwa kumwibia bwana. Au Biblia yako haina Malaki. Imeondolewa karatasi za Malaki. Malaki 3. Zimeondoka. Ni wanafiki. Haleluya. Rudi katika ile Wagalatia tulikuwa tunasoma. Wagalatia sura ya 3. Tulikuwa mstari wa 10. Anasema kwa maana wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati yafanya. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Hakuna mtu. Toa zaka utakapoweza kutoa. Haikuhesabii haki mbele za Mungu. Haikuhesabii haki mbele za Mungu. Fanya unafiki wote unaweza kufanya. Kwa Mungu hauna chochote mbele za Mungu. Mungu anaangalia imani. Anasema mwenye haki ataishi kwa imani. Hii ataishi kwa imani maana yake atakuwa hai. Atakuwa hai. Anazungumza kuhusu kuzaliwa mara ya pili, kufufuka kutoka kwa wafu. Kuungana na Kristo. Kuwa mtoto wa Mungu kwa imani. Sio kwa matendo yako. Mtu anakuambia usipotoa zaka uende mbinguni. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani. Baya yatendayo hayo ataishi katika hayo. Kwa hiyo mwenye haki ataishi kwa imani, lakini Torati haikuja kwa imani. Nimeambia kwamba Torati ilikuja kwa sababu watu wameikataa imani. Torati ilikuja kwa sababu watu wameikataa imani. Kwa hiyo Torati haikuja kwa imani. Ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Kwamba unahitaji kuishi kwa ajili ya Torati, ishi katika hiyo Torati, lakini haikuja kwa imani. Na wote walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Ndicho Paulo anachowaambia watu. Torati haikuja kwa imani. Sasa nyingine Paulo anasema kwamba lolote lisilo la imani ni nini? Ni dhambi. Lolote lisilo la imani ni dhambi. Sio kwamba Torati ni dhambi, lakini Torati ilikuja kwa sababu ya dhambi ya watu. Ndio maana kwamba lolote lisilo la imani ni dhambi. Lolote lisilo la imani ni dhambi. Torati ilikuja kwa sababu ya dhambi za watu, kwa sababu walikataa imani. Wanahitaji matendo, akawapa kazi. Wanahitaji matendo taenda kwa matendo. Mstari wa 13.
Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Kwa hiyo hapa ndipo inapokuja sasa game changer. Kwamba hao watu katika torati walikuwa wote wako chini ya laana. Ndio ile tulisoma kule katika kitabu cha Warumi, tutasoma kama tutapata muda. Kwamba wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu gani waliokuwa chini ya sheria? Kwa nini wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu? Kwa sababu yeyote aliye kwa matendo ya sheria yuko chini ya laana. Yeyote aliye kwa matendo ya sheria yuko chini ya laana. Wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Kristo alitukomboa kutoka katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aandikwaye juu ya mti. Kristo alikuja kuchukua laana zetu. Alikuja kufa ili kututoa katika laana ya torati. Kuwatoa waliokuwa katika laana ya torati, sio kututoa hadi sisi kwa sisi tulipopata tuko hivi. Watu wa mataifa hata ilikuwa haituhusu. Kuwakomboa wao Wayahudi ambao walikuwa chini ya nini? Ya torati. Aliwatoa katika laana ya torati. Kwa hiyo kutoka katika laana ya torati ni kwa imani katika Kristo. Kujitoa katika laana ya torati ni kwa imani katika Kristo. Ni kwa imani katika Kristo. Nasema ili kwamba baraka ya Ibrahimu yafikie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo ahadi ambayo ilipewa Ibrahimu inapokelewa kwa njia ya imani, sio kwa matendo yako binafsi, ambayo ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Maana mbele za Mungu kinachomata ni imani katika Kristo, sio nguvu zako binafsi, sio juhudi zako binafsi. Mstari wa 15. Sio juhudi binafsi. Mstari wa 15 anasema hivi: ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu. Lijapokuwa ni agano la nani? La mwanadamu. Torati sio agano la Mungu, ni agano la wanadamu. Ndio maana niambia ni Musa ndiye ambaye alileta torati kwa watu, sio Mungu. Paulo anasema hili ni agano la mwanadamu, halina uhusiano na Mungu. Lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Likiisha kuthibitika kwamba wameshajiwekea kwamba hizi sheria ndizo tutaishi katika hizi 613 zimethibitishwa, anasema hakuna mtu alibatilishaye. Ndio maana Yesu alisema sikuja kutangua torati bali kuitimiliza. Haleluya. Ya, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Hakuna alibatilishaye. Anasema basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Kwamba ahadi za kwamba Ibrahimu atakuwa baba wa mataifa wengi alikuwa anamaanisha kwa mzao wake, yaani Kristo. Zilikuwa zinamaanisha Yesu Kristo. Ahadi ambayo Ibrahimu aliamini katika Kristo. Kwa sababu kuna sawa anasema, nisemalo ni hili: agano lililothibitishwa kwanza na Mungu. Torati ilitokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Kwa hiyo Paulo anasema hivi kwamba Ibrahimu alihesabiwa haki kwa sababu agano lilisha kuthibitisha, alitanguliwa, si ndio? Alihesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Miaka 430 baadaye Musa anawapa wana wa Israeli torati. Miaka 430 baadaye Musa anawapa wana wa Israeli torati. Kwa hiyo anasema hii ahadi ambayo Ibrahimu aliamini haiwezi kubatilishwa na torati iliyokuja miaka 430 baadaye. Haiwezi kubatilishwa na torati iliyokuja miaka 430 baadaye. Anasema kwa maana urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Urithi ukiwa kwa sheria hauwi tena kwa ahadi. Kwa hiyo kama tunasema kupokea ahadi ya Roho, maana yake ni kwa imani katika Kristo, sio kwa nguvu zetu, sio kwa matendo ya sheria. Mstari wa 19 muhimu sana. Mstari wa 19 muhimu sana. Anasema hivi: torati ni nini basi? Torati ni kitu gani? Ni nini basi?
Anasema iliingizwa kwa sababu ya makosa. Makosa ya nani? Torati iliingizwa kwa sababu ya makosa. Nani alikosa? Wana wa Israeli. Kwa sababu ya makosa, maana kwa sababu ya kutokuamini kwa wana wa Israeli. Anasema iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Mjumbe ni Musa. Hao ndio walikuwa maproponent wa Torati. Musa na malaika. Musa na malaika. Mungu hayupo ndani ya hizo. Hayupo ndani ya Torati ya Musa. Haikuja kwa imani. Haikuja kwa imani. Musa hayupo. Mungu hayupo. Anasema basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Basi je, Torati haipatikani na ahadi za Mungu? Anasema hasha, kwa kuwa kama ingalitolewa sheria iwezayo kuhuisha, yakini haki ingalipatikana kwa sheria. Ingepatikana kama Torati ingekuwa inaweza kuhuisha, yani kuwafanya watu wawe hai, kuwazaa watu mara ya pili, basi haki ingepatikana kwa sheria. Lakini hii ilikuwa ni useless, haiwezi kumfanya mtu yeyote azaliwe mara ya pili. Haina chochote cha kiroho. Haina chochote cha kiroho. Lakini andiko limeyafunga yote chini ya nguvu ya dhambi. Makusudi hao waaminio wapewe ile ahadi kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa imani ya Yesu Kristo. Mstari 23 anasema hivi. Lakini kabla ya kuja imani, Yesu Kristo anazungumzia. Maana imani ni mtu Yesu Kristo. Kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Tumewekwa chini ya sheria. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Anasema Torati imekuwa kiongozi. Kiongozi maana yake ni school master, anasema ni school master. Ambao watu wengine wanasema kama ni msichana wa kazi. Torati ni sawa na nani? Na msichana wa kazi nyumbani, ambaye anakaa na watoto mpaka mzazi atakaporudi. Anayekaa na watoto kumwangalia mtoto mpaka mzazi arudi kutoka kazini. Lakini pia hili neno lilikuwa linatumiwa sana sana kwa wale wasimamizi au tuseme waangalizi waliokuwa wanakaa na watoto wa familia za kifalme. Familia za kifalme. Familia za kifalme, mtoto wa kiume akizaliwa anapewa mwalimu wake ambaye huyu atamlea mpaka wanasema huyu dogo sasa amefikia, amekuwa master, anaweza kujipigania mwenyewe, ndio yule anaondoka. Kwa wanasema huyu alikuwa ni school master, mwangalizi au msimamizi, akisubiri nini? Imani ije. Imani ije. Lakini ikiwa imani imekuja, hatuko tena chini ya kiongozi. Kwa hiyo imani imekuja ambayo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hatuwezi tena kubaki chini ya kiongozi. Mama wa mtoto amekuja, mtoto hawezi kuendelea tena kukaa na msichana. Unatakiwa aende kwa mamake akanyonye. Haleluya. Anatakiwa aende kwa mamake. Kazi ya kiongozi inakoma. Kazi ya kiongozi inakoma. Ni sawa mama alimwacha mtoto kwa jirani. Kwa naomba uniangalizie mwanangu, nikirudi nitampitia. Narudi kutoka kazini amempitia, bado tena nataka aendelee kufuata sheria za kwenye nyumba ya pili. Tumerudi nyumbani bado anafuata sheria za nyumba ya pili. Sitaka mtoto mbona kana active. Vipi kumbe anafuata sheria za kwa jirani? Sheria za kwa jirani, Torati ni jirani. Ni jirani. Hatuko tena chini ya sheria. Hatuko tena chini ya kiongozi. Hatuko tena chini ya kiongozi. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo Yesu mmevaa Kristo. Mliobatizwa katika Kristo. Sikiliza kwa makini hapa. Mliobatizwa katika Kristo haina maana ya waliodumbukizwa kwenye maji mengi au machache. Ubatizo katika Kristo maana yake ni imani katika Kristo. Ubatizo katika Kristo maana yake ni katika mauti ya Kristo. Ubatizo haina maana ya uweka kwenye maji yawe mengi au machache.
ina maana ya kuzamisha kitu, lakini kwa maana ya muktadha kwamba tumezamishwa katika mauti ya Kristo. Tumezamishwa katika mauti ya Kristo. Kwa anasema mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Hakuna mtu mume wala mtu mke mbele za Kristo. Kuta watu wanakwambia mwanamke hatakiwi kufundisha. Kwa nini hatakiwi kufundisha? Kwa sababu Paulo alisema sehemu, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Wanatumia utamaduni kufanya ndio sheria kwa watu wote wasifundishe. Na hiyo kwa nini alisema hivyo Paulo? Alikuwa anamwambia nani na kwa nani? Katika Kristo hakuna mtu mume wala mtu mke. Kristo anapokuangalia wewe, haangalii jinsia yako kwamba wewe mwanaume wewe mwanamke. Yeye anaangalia watu wote walioamini. Anachoangalia Kristo ni imani. Haleluya. Ya Kristo anachoangalia ni imani. Haangalii huyu ni mwanaume au huyu ni mwanamke. Kwa fikiri kwamba mimi kwa sababu mwanaume na upendeleo fulani kidogo mbele za Mungu. Au upendeleo wote ni sawa tu mbele za Mungu. Anasema wote tumekuwa mtu mmoja katika Kristo. Wote tumekuwa mtu mmoja katika Kristo. Kwa hiyo wote tunatakiwa tufanye kazi ya kuhubiri. Na wanawake ndio wanatoa excuse. Hiyo kazi ya kuhubiri ya wanaume. Mungu hakuchukulia wewe kama mwanamke au mwanaume. Hata ukienda kule ukasema kwamba kwa nini sihubiri? Si unajua mimi mwanamke. Naanza kushangaa, kumbe wewe ni mwanamke. Ndio pale anaanza kuuliza, kumbe wewe ni mwanamke. Wewe hana muda huo kujua wewe ni mwanamke au ni mwanaume. Haleluya. Hana muda huo kujua kama wewe ni mwanaume au mwanamke. Kwa hiyo tunatakiwa wote tufanye kazi ya Mungu. Wote tufanye kazi ya Mungu. Hakuna mtu mume wala mtu mke katika Kristo. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mnakuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawa sawa na ahadi. Na warithi sawa sawa na ahadi. Kwa torati katika Kristo imefika ukomo. Torati katika Kristo inakosa matumizi. Alipoonekana tu Kristo, torati inakosa matumizi. Hatupo tena chini ya kiongozi. Ni wewe mwenyewe kwa juhudi zako uamue sasa kujirudisha kwa kiongozi. Lakini mzazi amekuja kukuchukua. Ndio kuna wale watoto wakaidi, hawataki sasa mzazi anamchukua kanalia, kanamng'ata, kanarudi. Kanarudi kwa msimamizi. Na wale mtoto kuna watoto wakaidi. Watoto wamemzoea msichana wa kazi, mama hataki rudi akamtaki. Kamtaki kanalia, kanaenda kulala kwa msichana wa kazi. Ndio watu wote ambao wanaokomana torati sasa. Sana wale watoto ambao hamtaki mama kabisa. Hamtaki mama, anamtaka msichana wa kazi. So alipa nini huyo mtoto? Mbona anamng'ang'ania sana? Watu wamekula kiapo, wamekunywa bendera ya torati. Maji ya bendera ya torati. Kwamba tutaitimiza kwa juhudi zote. Kristo anasema hapana, nimekukomboa kutoka katika hiyo. Watu wanasema hapana. Kuna hii ulituachia sisi, tutaendelea nayo. Zaka tutatoa. Zaka tutaendelea kutoa. Angalia sura ya 4. Niliwaambia kwamba hii ilikuwa haina muktadha, na haina sura, haina mistari. Kwa hiyo sura ya 4 ni muendelezo kutoka sura ya 3. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Anasema hivi, lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Mrithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Katoto kadogo ambako kanatakiwa karithi kila kitu cha baba yake. Kanapokuwa kadogo anasema hakana tofauti na mtumwa kwa sababu hakana uwezo wa kujua hivi vitu ni vya kwangu. Hakana uwezo. Kwa hiyo anakuambia, tumeenda kumchukulia hela yake kiasi kwa tumemnunulia nguo. Wamechukua 50,000 wamenunua nguo za 5,000. Zingine wakala yeye. Hana tofauti na nani? Na mtumwa. Ingawa yeye ni bwana wa yote, kwamba zile hela kiuhalisia ni za kwake, lakini hana mamlaka nazo, hana uwezo wa kuzimiliki. Kuna watu ambao wanamsimamia, sema wasimamizi wa mali, ambao ndio wamemchukua na mtoto wanakaa naye. Shangaa wasimamizi wa mali wananeemeka. Mtoto anakonda. Bibi hana tofauti. Ndio torati ilichokuwa inakifanya. Bali chini ya mawakili
na watunzaji hata wakati uliokwisha kuamriwa na baba. Kwamba baba aliwaambia kwamba jamani, nikifa mtunzie mtoto wangu hadi akifika miaka 18, mmwambieni hivi vitu ni vya kwake. Kwa hiyo anasema ndivyo Torati ilivyokuwa. Ndivyo Torati ilivyokuwa. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Huyu ni Yesu Kristo. Amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria. Kwa hiyo Yesu alizaliwa chini ya sheria. Watu wengine wanajiuliza kwa nini Yesu alikuwa anafanya baadhi ya vitu ambavyo Torati ilikuwa inasema. Anawaambia wale watu fanyeni hivyo vitu. Walikuwa chini ya sheria. Walikuwa chini ya Torati. Maisha yote ya Yesu katika mwili alikuwa na yeye chini ya sheria. Torati imetimia katika Kristo, kwa Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Imetimia kwa Kristo kufufuka kutoka kwa wafu. Lakini alipokuwa katika mwili naye alikuwa chini ya sheria. Ndio maana unaona alitahiriwa siku ya 8 kama Wayahudi wengine. Alikuwa anatimiza nini? Sheria ilichokuwa inasema kwamba mtoto wa kiume akizaliwa lazima apelekwe hekaluni. Alipelekwa. Kina Simeoni wanamsubiri kule kama Torati ilivyokuwa inasema. Kwa hiyo alikuwa anatimiza Torati kwa sababu alikuwa chini ya sheria. Alikuwa bado hajayatimiza mahitaji ya Torati. Ndio maana nasema agano lijapokuwa la mwanadamu haliwezi kutanguliwa. Haliwezi kutanguka. Bwana anasema mstari wa 5, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hiyo Paulo yuko clear kwamba huyu Yesu alikuja ili awakomboe waliokuwa chini ya sheria, maana yake Wayahudi. Hapa alikuwa anaongea kwa watu wa mataifa. Ili sisi, anawaambia hawa wa Galatia ambao hawana akili, kwamba hata Yesu alikuwa hawakomboi nyinyi kutoka katika Torati kwa sababu wamekuwa chini ya Torati. Alikuwa anawakomboa wao waliokuwa chini ya Torati, Wayahudi, ili sisi tupokee ahadi ya kuwa wana, watu wa mataifa. Watu wa mataifa, sisi tunapokea ahadi ya kuwa wana kwa imani. Hatukuwa chini ya sheria, tulikuwa hatujui sheria, ilikuwa ituhusu sheria. Ni ajabu tu sasa hizi kwamba watu wameamua wenyewe kwa nguvu zao binafsi kujitia chini ya sheria. Ni kwa nguvu zao binafsi, kwa nguvu wananyang'ania. Mstari wa 6 anasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana wa Mungu, kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Ni familia ya Mungu. Hatuhusiani na Mungu kwa juhudi zetu binafsi. Tumekuwa familia na Mungu. Ndicho anachokielezea hapa. Roho wa Mungu aliaye Aba, yaani Baba. Hiyo neno Aba ni kama sasa hizi vitoto vinavyosema daddy. Daddy. Aba, yaani baba. Kama mtoto anasema daddy, unajua kuna tofauti ya baba na daddy. Baba na daddy. Daddy ni katoto kanakodeka ambapo kuna wazazi wengine hawezi kumuita daddy. Kwanza atakupiga kibao kwa kumuita tu hivyo daddy. Kwa nini uniite daddy? Unajua kusema baba, umeanza dharau. Nikusomeshe mwenyewe unajua uniite ni daddy. Kwa hiyo daddy ni lugha ya kodeka ya watoto, ambayo ni alama, ni lugha ya asili ya Yesu. Aba, Aba, yaani baba, yaani baba. Sisi tumekuwa wana. Watoto hawahusiani na mzazi kwa sheria. Watoto hawahusiani na mzazi kwa sheria. Mtoto na mzazi ni uhusiano. Kuna bondi inayokuwepo kati ya mtoto na mzazi. Kuna bondi inayokuwepo. Mimi ninapohusiana na Mama Samia ni tofauti na Mama Samia anapohusiana na mtoto wake. Mimi ili nionane na Mama Samia, kwanza ukifika tu pale lazima kuulize wewe ni nani? Una appointment naye? Wakuangalie, wakukague. Kama ndio una appointment naye, pita kwenye mashine hii kuscan. Pita kwenye mashine itakuscan. Hauna tatizo lolote? Haya, subiri hapa. Secretary aende kwanza. Kuna mtu kule anakuita. Lakini mtoto wake akija, hana hata muda wa kwanza kusikaniwa wala nini. Kwanza ndo anapita tu. Vipi? Nataka nimuone mama. Sasa mimi hata naenda kwa rais. Nataka nimuone mama. Kwa sababu uhusiano wao ni wa familia, sio wa sheria. Ni uhusiano wa familia. Msanii hata akiwa busy pale anaongea, akiona simu ya familia inapigwa,
lazima atafute sehemu akatulie kwanza, apokee ile simu. Kuna nini nyumbani? Unasemaje mwanangu? Mama nilikumisi. Hebu niache ujinga. Nipo kwenye mkutano. Nitakurudia baadaye. Lakini sio wewe, si mtu mwingine kapiga. Umepiga simu tu hata imekuwaje wewe? Anakichaa. Anapigaje simu ile? Sijui mama, sijui nilikuwa na shida. Wewe, ungemwona diwani wako mpaka upige simu? Ndipo tolake lilipokuwa. Sisi na Mungu hatuhusiani naye kwa sheria. Ni uhusiano wa baba na mwana. Ni uhusiano wa baba na mwana. Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunalia Aba, yaani baba, tunaleka. Baba gani mwovu mpaka mtu ulipe kodi ndio aweze kuwalinda watoto wako? Ili akupe mahitaji mpaka utoe kitu. Ni baba mwovu. Anasema hata ninyi wenyewe wanadamu, licha ya kwamba ni waovu, mnajua kuwapa vitu vyema watoto wenu. Hakuna mzazi wa kibinadamu hapa ambaye anahitaji katoto kake kaende kwa sheria. Kwanza ataanza ukashangaa. Anaanza ukashangaa katoto kamekwaje? Mbona kamepoteza uhusiano, kanakuja kwangu kwa sheria? Mbona ali kamefanya kazi fulani ndio kanakuja? Baba, nimeshakufulia nguo, naomba nile. Shangaa huyu mtoto anakichaa. Toka lini umeanza hivi? Wewe mpaka ufue nguo zangu ndio ule. Nyinyi wenyewe utamshangaa mtoto wako akija kwa muundo huo. Hapo mnafikiri Mungu ni muovu kiasi hicho? Kwamba hadi utoe zaka ndio Mungu aseme sasa nitafungua madirisha ya mbinguni. Anafungua madirisha ya mbinguni mpaka utoe kitu. Utoe hela. Mungu anakuwa amechoka. Anahitaji hela zako ili akupe hela. Anahitaji hela zako ili akupe hela. Baba. Huyo sio baba. Unahusianaje na mtu wa aina hiyo? Hauwezi ukahusiana na mtu wa aina hiyo. Wana wa Israeli walipewa hizo kwa sababu walikuwa kwanza walipewa sheria ya zaka kwa sababu walikuwa wana mioyo migumu. Zaka kama zaka, maana yake ni tafsiri ya mioyo ya wale watu. Walikuwa na mioyo migumu ya kutoa. Kwa hiyo walilazimishwa waweze kutoa. Na zaka walikuwa wanatoa kwa ajili ya nini? Walikuwa wanatoa kwa ajili ya wale Walawi makuhani ambao wanakaa hekaluni. Kwamba hao Walawi makuhani hawana kitu cha kufanya. Hawana kazi ya kufanya zaidi ya utumishi wa hekaluni. Sasa wakaona watumishi wa Mungu wanakufa na njaa. Na pia nyie mtatoa zaka. Mtatoa zaka. Kwa nini? Ili wapate chakula cha kuwalisha wale. Na ndio maana pale anasema kwamba atafungua madirisha ya mbinguni mpaka gara zao zijae. Zile gara zilikuwa zipo hekaluni. Walikuwa wanahifadhi chakula kwa ajili ya wale Walawi. Sio wewe una gara ya kujaa. Umetoa zaka toka lini gara yako imejaa? Lini gara imejaa? Toka watu waanze kutoa zaka. Na kama sio tu toka ulianza kutoa zaka ndio maisha yanakuwa magumu zaidi. Ndio uhalisia. Watoaji wote wa zaka wana maisha magumu. Licha kwamba wanakuwa wanafi, wanasema Mungu anawabariki kwa kutoa zaka na wanafi. Nakwambia ukweli kabisa. Watoaji wote wa zaka wana maisha magumu. Na kwanza hata watu wenye kutoa zaka inakuwa ni changamoto. Uipata. Yaani umechukua ile kamshahara kako ukasema ngoja nipunguze kidogo alafu nitatafutiza hapa nijazie nikatoe zaka. Wale wachungaji wanasema kama bahati mbaya una mambo mengi yamekuzonga ukatumia zaka, utaweka pale na asilimia nyingine pale ya malipizi ya kulipizia kwamba nilitumia zaka, sasa unamuonga Mungu tena kidogo kwamba samehe nakupa na hiki kiasi, kwamba Mungu sasa anaona akumbe kuna riba. Hamna shida. Umempa na riba. Ni watu ni kutomjua Mungu. Ni kutomjua Mungu. Kwa hiyo uhusiano wetu sisi na Mungu hauvunjwi na kitu chochote. Kwa sababu ni uhusiano wa baba na mtoto. Ni uhusiano wa baba na mtoto. Ni jukumu la mzazi kuhakikisha anamhudumia mtoto wake. Hilo ni jukumu la mzazi, sio hata la mtoto. Mtoto haombi kuhudumiwa. Yaani mwanao kisha mzaa, ni jukumu lako. Sasa sema akatoto akana shukrani na kahudumia hata akasema asante. Ni jukumu lako. Ni jukumu lako. Yaani huo ni jukumu la mzazi kwa sababu mtoto hana pati yoyote katika kusema yeye atajihudumia. Hana mchango wowote. Ni wewe jukumu lako kuhakikisha mtoto anakuwa salama. Kwa hiyo ulinzi kwa watu sio kwa ajili ya zaka. Mungu anawalinda kwa sababu yeye ni baba. Hilo ni jukumu lako.
Hata watoto katika familia, ikitokea huko nje wanasikia makelele, wanaenda kumfuata baba. Baba, huko nje kuna kelele. Jukumu lake baba aende akaangalie kuna nini. Mama na watoto wamejifungia ndani, wanaweza hata kukufungia nje, baba unapambana. Wanakufungia nje kwa sababu ni jukumu lako kuhakikisha wao wanakuwa salama. Sio warudi unaweza kuambia sasa nimewalinda, mnatakiwa mnatoa shinga. Hakuna. Lakini watu wanafikiri kwa Mungu kwamba unampa hela anakulinda. Ni baba gani? Vitu ambavyo nyinyi wenyewe hamwezi kuvifanya, mnatarajia mvione kwa Mungu. Namna alipohusiana na watu ambao hawajamwamini, mnataka ahusiane na nyinyi hivyo hivyo mliomwamini. Wana wa Israeli walikuwa hawajamini. Na ndio maana wote wale wengine walitia jangwani. Ndio maana uhusiana nao kwa muundo kama huu. Wewe umeamini, unalindwa. Ndio maana nani anapokuja Petro anasema mnalindwa na nguvu za Mungu. Na ndio maana sisi maombi yetu huwezi ukakuta hapa tunaanza kuomba, Baba, tuko mbele zako, tunaomba ulinzi wako. Achilia Bwana ulinzi. No. Hatuombi achilia ulinzi. Ni jukumu lake. Sisi tunamshukuru tu. Tunamwambia Baba asante, maana tunalindwa na nguvu zako. Asante kwako tuko salama. Hivyo ndio tunaomba. Wewe ukatukuta tunaomba Baba achilia ulinzi, na mwaga damu, nafunika nini? Kazi ya Baba. Haleluya. Hiyo ni kazi ya Baba, sio jukumu lako wewe. Jukumu lako wewe ni ku acknowledge kile ambacho Mungu anafanya kwako. Hilo ndio jukumu lako. Na ndio maombi yetu sisi. Tuna acknowledge kile ambacho Mungu amefanya kwetu. Tunatambua kile alichofanya kwetu. Kama mtoto jukumu lako ni kutambua juhudi ambazo Baba amefanya. Tunamshukuru Baba kwa kile ambacho amefanya kwetu. Hilo ndio jukumu letu sisi. Tunamshukuru Baba. Tunasema Mungu asante. Mungu asante. Maana hili umefanya. Asante kwa hili. Asante umefanya. Ndio jukumu la mwana kwa mzazi. Lakini sio jukumu la mwana kuhakikisha anamshawishi mzazi ili mzazi afanye majukumu yake. Hapana. Haleluya. Sio jukumu lako kumshawishi. Kwa hiyo mstari wa 7 anasema hivi, kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana, na kama u mwana basi umrithi kwa Mungu. Lazima mvielewe hivi vitu. Wewe sio mtumwa tena. Wewe ni mwana, na kama ni mwana wewe ni mrithi kwa Mungu. Mtoto ni mrithi kwa babake. Ni mrithi, sio mtumwa. Ndio maana wanaambia kwamba mtoto anapobehave nyumbani, ukifika katika familia ili ujue mtoto akuonyeshe kwamba hapa ni nyumbani, utamwona namna ambavyo anatumia vitu vyake. Atakuonyesha tu kwamba hapo umefika kwetu. Hapa ni kwetu. Mtoto ataingia huko, atakuja na sufuria. Nikamwambia kwamba tuna sufuria, unasemaje? Unaniambia nini? Mimi ni mrithi hapa. Ataenda atachukua gauni ya mamake, atakuletea. Rudisha gauni. Lakini amesha kuonyesha kwamba hapa ni kwetu, najua hadi gauni inapopatikana. Haleluya. Ndivyo Mungu anapohitaji tuhusiane naye. Sisi ni warithi. Tumerithi kwa Mungu, sio watumwa. Sio watumwa, usiache kama mtumwa. Kwamba lazima nifanye kitu fulani ili Mungu aweze kufanya kitu fulani. Huo ni utumwa mbele za Mungu. Mungu anakuhesabu wewe mtu ni mtumwa. Wewe mtu anajiona mnyenyekevu, lakini Mungu kama mzazi anajisikia vibaya. Hapo nimwambia hata nyinyi mtoto wako lazima ujisikie kwa kuna mtoto wako anaact hivyo. Lazima umuite kwamba mwanangu njoo tukae hapa. Njoo tuongee. Shida ni nini? Kuna tatizo gani? Mtoto anarudi huko ametoka kucheza, anarudi. Baba, homework nishamaliza, naomba ninywe maji. Dogo unashika gani? Lakini watoto maji wanajua yalipo. Hata ukija tu mgeni kwanza anakuuliza, "Unataka maji?" Anakuletea maji kwenye kombe hujakaona. Ili ujue kwamba hapa ni kwetu na mimi ni mrithi wewe. Haleluya. Kwa hiyo kwa Mungu mnaenda kwa muundo. Ninyi ni wenyeji, watoto wa nyumbani. Sio wageni, sio watumwa. Sio watumwa mbele za Mungu. Lazima mjue uhuru mlionao katika Kristo, ambapo Mungu ndivyo anavyowaona.
Lazima ujione vile Mungu anapokuona. Lazima ujione vile Mungu anapokuona. Ukijiona nje ya vile Mungu anapokuona, tunasema huo ni uasi, na huo sio unyenyekevu. Sio unyenyekevu. Bwana, tuko mbele zako. Hatustahili kuitwa wana wako. Nimekupa roho wangu. Nasema ustahili kuitwa mwana wangu. Hawaliona mnyenyekevu. Hatustahili Bwana. Wanawake wamelala mbele, wanakujaga wanasema njooni madhabahuni. Wamekuja hapa wamelala wanagaragara. Bwana, tusamehe sisi. Hatustahili kuwa wanao. Tusamehe sana, tumekosa. Wanagaragara hapa mbele. Hapo anaitwa unyenyekevu. Wako wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Unaomboleza? Ni mjinga. Wewe ni mjinga, sio mnyenyekevu. Ila wewe ni mjinga pamoja na mwalimu wako ule. Na jamaa ndio wanaona kama bali sasa yani pale ndio anasikitika, watoto wanalia, wanagaragara. Wanyenyekevu. Kama sisi zina watoto. Yaani ukimwangalia mtu anatia huruma, mwingine akimwangalia mwenzie naye anapata mzuka wa kulia, yani ndio anapata gia. Wote wanalia, yani ile wanalia, mwangalie mwenzie wameinama tu chini. Watu wa dini ni wanafiki, hata wakianza kusemwa kuhusu zaka, watoto wameinama wanalia. Ndio wanalia nini sasa? Si utoe tu zaka, unalia nini? Unalia nini? Dini inatengeneza watu wanafiki. Hata wewe pale uchukue mmoja, uchukue mpeleke ofisini. Unalia nini? Nini kinachokuuliza baba? Hakuna. Ni kwa sababu anafikiri kwa kufanya vile anahesabiwa haki mbele za Mungu. Lakini ule ni unafiki mbele za Mungu. Haleluya. Ule ni unafiki mbele za Mungu. Mungu hahitaji tu wanafiki mbele zake. Mungu hahitaji tu wanafiki mbele zake. Unahitaji kumjua Mungu. Unahitaji kumjua Mungu. Angalia mstari wa 21. Ndio unaenda sana, turuke kidogo. Mstari wa 21 wa kitabu cha Galatia sura ya 4. Mstari wa 21 anasema hivi: niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Paulo anawauliza hawa Galatia, kwa sababu mnahitaji kuwa chini ya sheria. Sasa niambieni, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili. Nataka wasikilize hawa wana wawili. Hawa wana wawili wa Ibrahimu ni lugha za picha ambazo zinatumika kuelezea neema na Torati. Hawa wana wawili wa Ibrahimu. Kwa hiyo anasema hivi: niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Mmoja alikuwa mtoto wa Hajiri kwa mjakazi, mmoja kwa muungwana, ambao muungwana anamaanisha nani? Sara. Anasema hivi: lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Alizaliwa kwa mwili, maana yake juhudi binafsi za Ibrahimu ndizo zilizomleta Ishmaeli. Ishmaeli hakuwa mpango wa Mungu, ni juhudi zake binafsi. Ndio Torati ilivyo. Torati sio mpango wa Mungu, ni juhudi binafsi ya mwanadamu. Kwa hiyo Ibrahimu kwa juhudi zake binafsi alimpata Ishmaeli. Matendo. Anasema yule alizaliwa kwa mwili, maana yake ni matendo yake binafsi, ambayo ni matendo mafu mbele za Mungu. Matendo yake binafsi. Kwa hiyo anasema hivi: mambo haya husemwa kwa mfano, kwamba ile ni lugha ya picha. Kwa hiyo ukisoma tu pale utamwona Ishmaeli, utamwona Isaka. Wewe kama zile ni lugha za picha, ni mfano ambao Mungu alikuwa anafundisha kuhusu juhudi binafsi ambazo watu wanazitaka. Juhudi binafsi. Sara anamwambia Ibrahimu, basi nenda kwa ajili. Nenda kwa ajili kapate mtoto. Juhudi binafsi. Lakini Mungu alikuwa anamwambia nini? Mtoto atazaliwa katika viuno vyako. Subiri. Lakini anasema no, siwezi kusubiri. Na nguvu zangu mwenyewe. Najua kwa kumpata mtoto. Kaenda kwa ajili. Kwa hiyo anasema haya mambo yamesemwa kwa mfano. Kwa hiyo anasema hivi:
Kwa maana hawa ndio kama maagano mawili, mmoja kutoka mlima Sinai. Leo hapa tulikuwa tunasoma watu 3000 walikufa. Torati. Na leo Ishmaeli, mlima Sinai, ambapo Musa alikuwa ameenda kuchukua ile Torati. Huyo ni Ishmaeli kutoka mlima Sinai. Anasema lizalo kwa utumwa ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu sasa, kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Yerusalemu wa juu ni muungwana. Kwa anasema hamjafikiria mlima Sinai, imefika mlima gani? Sayuni, ambao ndio Yerusalemu. Kwa hiyo anazungumza kuhusu milima miwili, Sinai, Yerusalemu. Sinai juhudi binafsi kwa Musa, matendo yao wenyewe. Hapa pia mlima Sayuni, Yerusalemu, ambako ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliyetasa usiyezaa, paza sauti uliye wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni wengi kuliko wa huyo aliye na mume. Watoto waliachwa pekee ni wengi kuliko huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka sisi tu watoto wa ahadi. Anawaambia kama alivyo Isaka sisi tu watoto wa ahadi, sio watoto wa Torati. Sio watoto wa Torati. Sio watoto wa Torati. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuudhi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili, Ishmaeli na mama yake, walikuwa wanamuudhi Sara na mtoto wake. Sara na Isaka walikuwa wanaudhiwa. Anasema ndivyo ilivyo na sasa. Hao wanafunzi wa Musa wanatuudhi. Wanatuudhi sasa. Tunapambana nao. Ndivyo ilivyo na sasa. Wanatuudhi wanafunzi wa Musa. Wazee wa Torati, makastoria wa Torati. Akatu kukagua. Ukionyesha picha za kanisani, umefundisha neno, wao wanaanza kukagua waumini. Mbona watu wananyua waumini wako wamesuka rasta? Wanatuuzi, rasta inahusika nini? Angalia ujumbe tuliohubiri. Rasta inakuhusu nini? Wanafunzi wa Musa, wao wanakaa kutafuta kitu ambacho, yani hawasikilizi ujumbe. Siku zote wanafunzi wa Musa hawasikilizi ujumbe, wanatafuta kitu cha kwanza kukusema. Cha kwanza kukusema. Sema, mtumishi mbona umevaa jeans? Jamaa. Mtumishi mbona umevaa jeans? Wewe utakuwa na uchizi. Sasa hivi kuna material gani kwenye Biblia ambayo iliandikwa kwamba haya ni material ya mbinguni? Haya ni material ya mbinguni. Kwa sababu hapo sasa sio hata suruali. Labda anasema mbona umevaa kanzu? Nimevaa suruali, lakini sasa suruali yangu ni kwamba kitambaa chake ni kigumu kidogo kuliko vile vilaini. Sijui nani alisema vitambaa vilaini ni vya mbinguni. Sijui. Lakini yani wanatafuta kitu kakutuuzi tu. Yani hatafuta kitu kukwaza. Ukiposti tu anaanza kuangalia. Akaangalia kwenye ujumbe, akiona hana cha kusema, anakuja kwako. Anaanza kutafuta. Huyu jamani mseme hapa.